السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. بعد ndugu zangu Waislamu na wapenzi wa chaneli ya Imam Muhammad Malina, leo pia nakuletea mada hii inasema ukitaka maisha yawe mepesi ya riziki na kadhalika, soma sura hii mara 3 kila siku asubuhi baada ya salata asubuhi. Soma sura hii mara 3 kila baada ya salata asubuhi. Ndio pia kabla sijazungumza sura yenyewe ni wahusie tu wale ambao tunaosomea dua kwa njia ya simu. Katika magrupu ya WhatsApp tunafanya dua kwa wale watu wako nje, pia na wale ambao wako humu nchini tunaosomea dua kwa njia ya simu. Jaribuni sana kuzingatia maelekezo na kutokukata tamaa. Yaani ukisomea dua ukahisi mwili unakuwa mzito au mwili unauma sana, fanya juhudi uendelee kuwa katika dua. Hakuna dua ya siku moja, mtasikudanganye. Wengi mmekaa na matatizo muda mrefu na matatizo yenyewe hajafunguliwa. Mmekuwa mkisomea dua tu za kawaida, dua za kusomewa tu. Shetani wa kijini, khadimu sihir, ni jini ambaye amefungwa. Sasa unapofunguliwa, unaposoma dua, anaungua ile jini, anaumia yeye. Wakati mwingine hata aliyemweka pia anaumia. Yaani wewe ukiona unaumwa, aliyekuroga pia anaumwa. Jini wake ameungua na aliyekuroga pia anaumwa. Nakwambia hayo wala hakuna utani hapo katika mambo hayo. Haya mambo yako hivyo. Unasoma Qur'ani unakuwa strong. Unamsomea mtu Qur'ani, unafanya ruqya. Nyinyi mjajijua tu nyinyi wasoma ruqya. Unawatesa, mnaumiza sana wachawi. Nimefundisha kwenye mada zangu. Mada za zamani zilizotangulia nimefundisha. Nimefundisha faida ya tiba ya kisheria. Fuatilia kwenye videos utapata huko. Faida ya tiba ya kisheria nimefundisha, ziko mpaka namba 3 zile. Unapofanya dua, yule mchawi aliyekuwa amekuroga, amemroga mgonjwa wako, anaumia sana, anaungua sana, anaishi maisha mabaya mpaka dawa zake zitakapoisha kwenye mwili. Kwa hiyo ukihisi unaumwa wewe, aliyekuroga pia anaumwa hivyo hivyo. Jini wake pia anaumwa hivyo kishaungua. Wote, hata awe ni mganga. Yaani uzuri wa Qur'ani, hata mganga aliyekuroga anateseka. Yaani yote aliyoshuka kukudhuru, au ni shekhe sio alifunga jini, alisijui ni nani alifunga jini. Wako watu wanajinasibisha na ushekhe lakini pia wanashiriki katika mambo ya uchawi. Kama alipewa pesa tu akakuroga kwa nia ya kutimiza yule aliyempa pesa malengo yake, nia yake mbaya, wakati mwingine wewe ukathamini pesa tu kama mimi nipe hela nitakufanyia. Kwa ile mtu akakupa pesa, ukatuma mashetani wako wa kijini wakamdhuru. Kwenye tiba ya kisheria, huyu aliyefanya hivi na yeye anaungua, yani naye ni mchawi kama wachawi wengine. Kwa hiyo ndugu zangu, tulieni sana, acheni kuwa na wasiwasi. Wale ambao mnasoma dua, mtu anasoma dua siku moja ameakhirisha, leo nina safari, leo naye kuna watu wako nchi fulani, sitaki kusema nchi yenyewe, nitakuwa na wadhalilisha kwenye media. Ukiwasomea dua au malizi, yani safari ni nyingi, leo nakwenda hivi, leo tunakwenda hivi, leo hivi, na mambo ni mengi kweli mpaka unashangaa. Huyu mtu afya yake mbovu, baada ya kukazania afya ndio kitu muhimu, utaona na mambo mengi ambayo yanamkosesha, yanamtoa kwenye ramani ya dua. Yani yanamtoa kabisa kwenye maudhui yenyewe ya dua. Dua inataka mfululizo, unafanywa dua leo, unafanywa dua kesho, unafanywa kesho kutwa, angalau hata siku 7 afunguke wewe khadimu sihiri, aisha kabisa kwenye mwili ili ukae sawa, ndio ufanye mambo yako. Lakini hawa akiambiwa na daktari kufanya hivyo, unaona anazingatia mambo ya daktari. Shekhe ukimpa taratibu, unatakiwa tufanye dua kwa hivi, unaona wewe anaona kama wewe sio lazima sana. Yani wewe anaona masharti yako hayana ulazima wote. Lakini akipewa masharti na daktari wa hospitalini, atazingatia kweli na atafanya hivyo alivyo daktari alimueleza. Shehe, mimi na kliniki, mimi nimeambiwa hivi, wewe acha kabisa. Shekhe pia akikupa utaratibu, fuata utaratibu huo. Fanya dua siku moja, safari nyingi, watu hawatulii kabisa, sijui nini tunashinda. Allah aongoze sana hawa.
dhumuni na dua hii tunayofanya, wallahi usipopona kwenye dua hii sidhani kama kuna sehemu utapona. Sidhani kabisa. Kwenye dawa tunaweza kwenda kupona, kwenye Qur'ani eti umeona kama hujapona, dawa ndio utapona. Acha kabisa. Mimi nasema hivi kwa kujiamini, kwa sababu nahudumia watu wengi. Kabisa mtu akitulia kwenye dua anapona. Ukitulia kabisa ukafuata maelekezo yangu utakaa sawa. Wakati mwingine unaweza kunitafuta na mimi niko nimeshaingia kwenye mambo mengine. Alafu mtu anataka apange yeye, anavyotaka yeye ndiye afanywe dua. Yaani yeye ashamaliza mambo yake, anaona shekhi muda wote yeye ni dua tu, ana muda wa kurelax. Kwa hiyo anapanga yeye mwenyewe muda wake ndio umfanyie wewe. Kumbe na wewe unakuwa na mambo mengi. Akikutafuta sasa anakuta nao mshangie kwenye ratiba zingine. Sisi ni viongozi, tunasimamia dini huku. Mazingira yako hayajakaa sawa, tunashughulika na dini full time. Tunatembea vijijini na kadhalika. Muda wote tunafanya kazi ya dini. Wewe nikikupangia masaa ya dua, zingatia kama vile daktari atakupangia kesho jo fulani hospitali, utakwenda kwa muda huo. Sasa na mimi nikikupangia fuata hivyo hivyo. Acheni mambo haya. Mnajichelewesha kupona wakati mwingine, na wakati mwingine mnaenda mtakata tamaa na mtapona tena, mtahangaika sana. Allah atuongoze na aongoze pia hao. Na shekhe pia hawezi kuwa kamili. Kama kuna unahisi na mapungufu basi msamee tu, lakini ana nia ya kukusaidia wewe upone. Watu paka mimi nawatafuta mimi mwenyewe kwa simu, nampigia simu, wewe vipi? Mbona unaakhirisha? Mbona vipi? Yaani wewe ndio unamtafuta eti kwa simu muda wote. Halafu eti mtu huyo bado unamlaumu. Unamlaumu sasa shekhe ambaye muda wote anakutafuta wewe mwenyewe uingie online, na wewe mwenyewe una sababu nyingi ambazo zina maana. Kwa ndugu zangu Islam, na wale ambao mnapata huduma hii, zingatieni maelekezo. Leo nafundisha dua hii. Ukisoma sura hizi 3 kila siku baada ya salata asubuhi, kila siku baada ya salata asubuhi, kila kitu chako kitakuwa kiko salama kabisa katika kimaisha. Riziki itakuwa nyepesi, pesa zitapatikana, na wewe unakwenda dukani, biashara ufanye, biashara uuzi. Yani watu kwamba mimi nakaa tu nashinda mpaka jioni siuzi, yani zoea kusoma asubuhi hizi sura, lakini kwa nia pia unatia nia kujifungua kama kuna nuksi katika mwili wako. Sura hii ni surati Yasin. Surati Yasin, uisome surati Yasin mara 3. Irudie mara 3 surati Yasin. Lakini kila ukifika Mubinu mwambie Allah unataka nini. Kila ukifika Mubinu mwambie Allah unataka nini. Maliza ya kwanza, afu nenda Yasin ya pili, hivyo nenda Yasin ya 3. Wallahi lazima utashangaa. Kila kitu kitakuwa chepesi kabisa. Na hayo sisi tunafanya. Yani unafanya hayo, lakini unaona riziki nyepesi kweli. Yani kila jambo gumu siku hiyo litakuwa jepesi. Kila jambo gumu la siku hiyo litakuwa jepesi. Nani maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mwenye kuisoma Yasini, Allah atajalia mambo yake yatakuwa mepesi siku hiyo. Mwenye kuisoma asubuhi baada ya salata asubuhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam kila jambo lako litakuwa jepesi siku hiyo. Sasa usipomfuata maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utakomfuata nani? Kwa ndugu zangu, tuisome surati Yasini kila siku mara 3. Basi kama una uvivu au una haraka umechelewa, soma hata moja, lakini kila Mubinu unamwambia Allah unataka nini. Unamwambia Allah unataka nini. Lakini nia yako ile ya kwanza kabisa iwe ni kwamba mambo yako yote yawe mepesi ya siku hiyo. Usikutwe na jambo gumu, lakini kama kuna jambo gumu liwe jepesi siku hiyo. Wallahi lazima utaishi maisha mazuri kabisa. Surati Yasin ni sura ya ajabu kabisa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana watu kwamba hamu yake alitamani kwamba waumini wote wahifadhi surati Yasin. Hamu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, hamu yangu waumini wote wahifadhi surati Yasin. Lakini ni kwa umuhimu wake, kwa sababu ni moyo wa Qur'an. Surati Yasin ni kwa ulitakalo. Yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema tena, ni kwa kile unachokitaka surati Yasin. Kwa ndugu zangu, tuitumie surati Yasin kwa kutengeneza mambo yetu ya mepesi kabisa, na Allah atatushika mkono. Yani Allah anataka tu kila siku umwambie nini unachotaka juu yake. Yeye yuko tayari kukukidhia yale yote ambayo unahisi wewe ni magumu. Tutumie surati Yasin, ni sura ya ajabu, ni sura ambayo ni mjarabu, tumeitumia na maisha yanakuwa mepesi kabisa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika haya, atuingizie katika nyoyo, na atuingizie katika matendo, na tuzidishe imani ya kumtegemea yeye, imani ya kumwamini yeye na kumtegemea yeye, imani ya kumuitikia yeye kwa kila alichotuelekeza. Wa ma'alina ila al-balaghul mubin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kuombeni msubscribe channel yetu hii.